Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Basi ni Dr. Sharifu tiba asili Tanzania. Leo hii nakwenda kukufundisha kwa yule unaonifuatilia wewe, likes, weka comment na subscribe. Usipite bila kulikes na bila kusubscribe. Leo nakupa ndoto kwa mtu ujitambue, sawa sawa. Tunaongelea vitu vidogo. Namba moja, ukipata kuota ndoto moja wapo kati ya hizi ndoto 10, fahamu wewe ni mtu hatari. Ndoto ya kwanza, pete. Ukiota unavalishwa pete kwenye bahari, fahamu umepewa mamlaka ya kiroho. Shetani akikuona anakaa mbali na wewe. Namba 2, ukiota kofia ya kifalme. Unavalishwa kofia ya kifalme, sawa sawa. Fahamu una mamlaka makubwa sana ya kiroho. Wachawi lazima wakikuona wanakununia, sawa sawa. Namba 3, umeshika bendera ya kijani. Ukiota umeshika bendera yenye maandishi maneno ya Mungu, basi fahamu wewe una mamlaka makubwa sana ya kiroho, sawa sawa. Namba 4, kupewa fimbo. Ukiota ndoto umepewa fimbo na babu au mzee, fahamu umepewa mamlaka ya kuongoza hiyo familia au ukoo. Hiyo ni hazina ya wewe. Namba 5, mbingu. Ukiota ndoto kwenye mbingu kumeandikwa maneno ya Mungu, fahamu wewe una viumbe wenye nguvu ya kisharifu, sawa sawa. Namba 6, kuona pepo, sawa sawa. Ukiota ndoto upo peponi, fahamu wewe ni mtu mwema na Mungu anakuwa karibu na wewe na kukupa biashara njema, mtu hatari. Namba 7, kuota rais. Ikiwa utamuota rais wa nchi, fahamu una mamlaka ya kiroho, utakuwa kiongozi, pia ngumu kufanyiwa uchawi. Namba 8, ndoto za ushindi. Ukiota ndoto upo kwenye vita kubwa sana, sawa sawa, ila umeshinda, yani ndoto zako zote mapigano unashinda, fahamu wewe kuna nguvu inakupigania, unachotakiwa kuimarisha hiyo nguvu tu. Tunaelewana vizuri eh? Namba 9, ndoto kuamrisha. Ukiota ndoto unaamrisha viumbe na vinakuitii, fahamu wewe una nguvu ya mamlaka ya kiroho na wachawi wakikuona lazima wakukasirikie. Namba 10, kuota kiama. Ukiwa unaota ndoto za kiama kimefika au kuota maswahaba, wewe kuota njozi hizi ni watu maalum waliobarikiwa, imani kubwa na wenye nguvu kubwa kiroho. Tumeelewana vizuri eh? Hizo ni ndoto ambazo nimeweza kukutajia. Ndoto zenye ishara una jini mwilini mwako, sawa sawa. Ndoto namba 1, ukiota unapaa, fahamu wewe una jini kichwani, amekutawala. Maana moja ya matembezi ya majini ni kupaa, sawa sawa. Namba 2, ukiota unaongelea kwenye bahari, fahamu wewe umetawaliwa na jini bahari na amekuchunuku ulipokwenda baharini, ndiyo anakuvaa, sawa sawa. Namba 5, ukiota pete zenye vito, fahamu una majini mwilini mwako anakusumbua, anataka pete. Ukiota unatibia watu, fahamu una jini mwenye kalama na tiba, utahangaika ila kupona kwako utibiwe. Namba 5, ukiota unaingiliwa kinyume na maumbile, fahamu una shetani mwilini mwako anakusumbua, mtoe, utakuwa shoga. Ukiota unasagana na jinsia yako, fahamu wewe una shetani mwilini mwako. Ukiota namba 7, unapewa upanga, wewe maneno ya Mungu, hii imeambiwa nisiseme, sawa sawa. Ukiota unapewa upanga, wewe maneno ya Mungu, hii nimeambiwa nisiseme. Namba 8, ukiota unapandisha majini, ukiwa unaimba nyimbo za majini, fahamu una jini wa uganga. Tunaelewana vizuri eh? Namba 10, ukiota ndoto za shule, fahamu umewekewa jini mchafu, lengo ya kukuharibia mambo yako na mipango yako. Kama unaota ndoto za shule, wewe fahamu kuna umewekewa jini mbaya kwenye mwili wako, ndio mipango yako inazidi kuharibika, sawa sawa. Sasa leo nataka kukupa dondoo ndogo tena. Ukijijua wewe ni mtu wa kiroho, usipuuze haya mambo 7. Ni ujumbe. Kunyewa na kunguru. Ukiwa unatembea alafu ghafla kunguru akakunyea, hiyo ni ishara ya wewe una mikosi au mabalaa. Kuangukiwa na jani. Ukiwa umekaa kwenye mti au unapita ghafla jani la mti likakuangukia, fahamu kuwa kuna roho ya umauti inakusumbua, sio ishara nzuri. Kuku mguu mmoja, sawa sawa. Ikiwa
Ukiwa upo kwenye ndoa alafu ukamuona jogoo kasimama na mguu mmoja, ishara ndoa kuyumba au kuharibika. Namba 4, ndege. Kama utakuwa unafanya maombi alafu ghafla ukamuona ndege yoyote anapita mbele yako, fahamu maombi yako yamekubaliwa. Sawa sawa. Namba 5, ukiona wanapenda sana kufuatilia hizi darasa, fahamu kuna nguvu ndani yako ni kubwa. Sawa sawa. Nyoka. Ikiwa wasafiri ghafla mbele yako akapita nyoka mweusi, fahamu hiyo ni safari yako itakuwa ni vikwazo sana. Tunaelewana vizuri? Namba 7, mifugo. Kama unafuga mifugo, usiku ukasikia inalia sana, usitoke tu kichwa. Chungulia dirishani, washa tochi. Wanyama wana uwezo wa kuona viumbe vibaya. Sasa viumbe vibaya vikifika maeneo yako, ndiyo wanyama wanalia. Sawa sawa. Sasa ukitoka tu bila tahadhari, unaweza pata tatizo kubwa. Hiyo ni kwa leo. Basi endelea kunifuatilia katika masomo na katika vitu vingi kujifunza na kufahamu mengi. Wabillahi tawfiki. Salamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh.